Mfano una mchungaji wako, unasema natamani kumkaribisha baba, lakini kitu kinachokusababisha simkaribishe baba ni ule uchafu. Sasa unasema ni kivipi nimkaribishe baba? Ni lazima kwanza nichukue ule uchafu niutoe, ndipo nimkaribishe baba. Na Roho Mtakatifu ndivyo anavyotaka. Ili umkaribishe Roho Mtakatifu akae ndani yako, lazima utoe ule uchafu wote ambao uko ndani yako, utoe wote. Maana Mungu na shetani wanapigania kitu kimoja. Mungu anapigania ile roho na shetani anapigania ile roho, kwa sababu mwili ni mavumbi, lakini roho ndiyo roho ya thamani. Kwa sababu ukimpokea Yesu tayari umefanyika yale maisha yako ya maisha ya ule utu wa ndani unabadilika, unatakasika. Ule utu wa ndani ukishabadilika, sasa ndipo Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Lakini na shetani sasa, yeye ili Mungu akuchukie, lazima yale matendo ili ule uchafu wa ndani usiutoe. Ndio maana shetani anapigana sana ili ule utu wa ndani uchafuke, apate mashtaka mbele za Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema, maandiko yanasema, tazama, Yesu akamwambia Petro, tazama shetani yupo karibu na nyie, anataka kuwapepeta kama ngano, ili msije mkapata thawabu mbele za Mungu. Kumbe maana yake nini? Kuna kitu alikuwa anakimaanisha. Ukiangalia katika ulimwengu wa roho, alikuwa anamaanisha nini? Anataka wapepete, anataka tupepete sisi. Kwa mimi na wewe kwa sasa hivi, mimi ni Petro, sasa anataka tupepete sisi ili tusipate nafasi mbele za Mungu. Lakini Mungu anasema, lakini mimi nimewekwa. Kwa mimi nikisema nikaenda kujitakasa mbele za Mungu, ambapo nikipitia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu ataenda mbele za Yesu. Maana anasema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wa Baba, yani wa Yesu Kristo. Kwa sababu anasema mimi naenda mbinguni, lakini nitawatumia msaidizi. Kumbe Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu sisi. Kwa hiyo mimi nikitenda dhambi, lazima nitaenda mbele za Mungu. Nitajitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Na Yesu atamwambia Baba aliye mbinguni, ambaye ni Bwana Mungu muumba mbingu na nchi, atatutakasa sisi. Mimi atanitakasa. Kwa hiyo nikisha takasika, na yeye Mungu Yesu yule Roho Mtakatifu atarudi tena upya, nitaanza maisha yangu mapya. Sasa twende tuangalie faida gani mimi nikiongoka, ni faida gani naipata, au nikiokoka ni faida gani naipata. Kwanza, ninapata msamaha wa dhambi, kama hapo mwanzo nilivyosema, kutakasika. Twende Waefeso 2. Petro 2. Petro 2 anasema kwa maana anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamani maziwa ya asili. Sasa hapa kuna kuyatamani maziwa ya asili. Sasa mimi na mtoto, Yesu alichukulia mtoto mchanga. Mtoto mchanga ikoje? Mimi ni mtoto mchanga kwa Bwana kama nimeokoka. Nikienda nikaokoka, tayari nimekuwa mtoto mchanga, kwa sababu Mungu atanilea katika ule utoto uchanga. Lakini nikikua, lazima Mungu kuna mambo atazidi kufanyaje? Atazidi kunifundisha ili niweze kufanyaje? Niweze kurudi